Sababu 5 kwa nini vijana wengi hawatakuja kuwa matajiri kamwe wala hawatakuja kufanikiwa katika maisha yao. Vijana wengi hawashindwi kufanikiwa kifedha kwa sababu hawana vipaji au hawaoni fursa, bali wanashindwa kwa sababu ya tabia, maamuzi mabaya na mitazamo wanayorudia kila siku bila kufikiri. Utajiri hauzuiliwi na umri, unazuiliwa na kupenda starehe, kukosa subira, kutaka mafanikio ya ghafla na kupata taarifa zisizokuwa sahihi. Somo hii inaonyesha sababu zinazowafanya vijana wengi waweze kuwa na matumaini makubwa na wachapakazi, lakini wasiwe matajiri kweli kweli. Namba 1, vijana wanakimbizana na muonekano na sio utajiri wenyewe. Vijana wengi hawataki kujenga utajiri, wanataka tu waonekane matajiri. Wanataka waonekane tayari wamefanikiwa na kabla hawaja kufanikiwa. Wanajali zaidi vitu vya bei ghali, nguo za gharama, simu za gharama kubwa kuliko uhuru wa kifedha. Na wakati ule anaponunua hiyo simu ya gharama, anaweza kutumia dola 200, dola 300 kuweza kununua simu hiyo, lakini hawezi kutumia hiyo dola kununua hata kitabu cha dola 50, yani $50, wala kulipia course au kulipia ili aweze kujifunza ujuzi utakao muingizia kipato kesho. Vijana wengi wanatafuta sifa, sio mali. Sasa kijana unasikia leo hii, kama na wewe ulikuwa na moja ya tabia hii, usipobadili hii tabia ya kutaka kuonekana tajiri na ile wakati wewe ni maskini, utajiri utabaki kuwa ndoto kwako. Lengo liwe kutaka kuwa tajiri na wala sio kutaka kuonekana tajiri. Ukitaka kuonekana tajiri, hapo utatumia nguvu kubwa kuweza kutumia fedha zako mbaya, kuweza kutaka kuwaridhisha watu wasiofaa. Namba 2, wanataka pesa za haraka, sio pesa za akili. Kijana wa leo hataki kupanda mbegu, anataka kuvuna matunda papo hapo. Kumbuka, utajiri haukui kwa njia za mkato, unakuwa kwa mkakati, muda, maumivu na udhabiti. Kila tajiri unayemvutia alilipa gharama ya subira na nidhamu. Kama huwezi kuvumilia kusubiri, hakika mafanikio pia yatakusubiri sana. Namba 3, wanaogopa kufanya kazi ngumu. Kila mtu anataka maisha mepesi, lakini hakuna anayetaka jitihada thabiti. Vijana wanaota kuwa mabilionea, lakini wanaishi kama wamestaafu tayari. Maana wanataka kufanya kazi saa 2 kwa siku na kulipwa kile wengine wanachuma kwa miaka ya jasho. Lakini utajiri huwapa watu zawadi, wale wanaojitolea, wanaopambana na wanaodumu hata wengine wanapolala. Usipojifunza kukubali changamoto, hutawahi kuonja mafanikio makubwa. Ukipendekeza starehe, utaishia kuishi maisha yenye magumu na maumivu, na ukipendekeza nidhamu, utaishia kuishi maisha yenye kuheshimika. Namba 4, hawana mpango, wana ndoto kubwa. Vijana wengi wanaweza kuelezea maisha wanayoyatamani, lakini hawawezi kuelezea mpango wa kuyafikia yale maisha wanayoyatamani. Wanasema nitakuwa tajiri siku moja, nitakuwa bilionea siku moja, lakini hawana mkakati wa leo. Utajiri hauitikii matamanio, unaitikia kazi yenye mwelekeo. Kama malengo yako hayana muda maalum, ni ndoto tu. Matajiri hupanga miaka yao, maskini husubiri miujiza. Namba 5, wanazungukwa na watu wasiowafaa. Nionyeshe marafiki zako, nikuonyeshe maisha yako ya baadaye. Vijana wengi wanakwama kwa sababu wanatumia muda mwingi na watu wasio na maono. Hawana vizio, nidhamu, discipline wala fikra za maendeleo. Huwezi kuruka juu kama tai huku ukicheza na njiwa. Kama marafiki zako hawakupi changamoto, hawakulizi kutokana na visingizio vyako, hawakulizi ndugu yangu, mpango uliokuwa nao, malengo uliojiwekea ndani ya mwaka huu unaifikizia wapi? Hawakulizi chochote kile.
wala hawakuhamasishi kusonga mbele, hakika ujue huko kwenye kifungo kinachoitwa urafiki, lakini ule sio urafiki. Kama watu waliokuzunguka hawakuulizi, hawakuhamasishi kufuatilia malengo yako, ndoto zako, hawakuulizi jambo lolote kuhusiana na ndoto zako au maono yako, jua hapo hakuna urafiki. Huko kwenye kifungo kinachoitwa urafiki. Na urafiki wa aina hiyo unaweza kuharibu maisha yako kabisa. Wewe ni kijana, huo ni faida yako, sio kisingizio. Una nguvu, una muda na una upatikanaji wa taarifa. Chochote unachokihitaji kama ni kujifunza, huu ndio wakati wa kuweza kujifunza. Lakini ukivipoteza kwa burudani, visingizio na starehe, utakuwa ukijuta ujana wako. Usipojenga utajiri ukiwa kijana, utatumia uzee wako kuomba kile ambacho ungeweza kukijenga. Je, unafikiri sababu ipi nyingine haikuwekwa katika orodha hii na ni ya muhimu pia? Niambie hapo chini kwenye comment, nami nitaweza kukujibu kwa furaha. Asante kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Jina langu ni Mwiko Kalaba. Kumbuka kulike, kucomment na kutumia mtu mwingine ujumbe huu ili aweze kujifunza. Kumbuka ndoto yako inawezekana.